Ni kitu gani weird ama kitu kingine yenye uko unatarajia inaweza kuwa ina happen pale uliona yenye uko unatarajia maybe? Kule Vasha. Yeah. Mwanzo niliona gari ikitingika. Yeah. Gari inatingika. Nilikaribia. Yeah. Gari inatingika. Mwanzo mimi mwenyewe niliogopa maana kule kwetu Mombasani. Yeah. Nilifikiri kama ni mambo ya mazingaombwe. Yeah. So nilistuka sana kuona gari ikitingika. Lakini little did I know kumbe kuna mechi ilikuwa inachezwa. Ulijuaje ni mechi? Juu gari ilikuwa inatingika. Na wewe mwenyewe unasema ulikuwa unafikiri mazingaombwe. How comes ulikuja ukaconclude kwamba ni mechi ama ulikaa hapo ukangoja what nini nilikwambia kwamba ilikuwa ni mechi ilikuwa inaendelea? Okay, maana ile nilisikia nilipokaribia zaidi nilisikia sauti. Welcome again to my channel. Today, if you are new to this channel, please don't forget to subscribe. Okay, leo ni siku nyingine tunaendelea na show yetu kama kawaida. Tuko na mgeni kwa show. Today ameamua kuja share na sisi his Safari Rally experience the previous year. Though currently tunajua Safari Rally inaendelea saizi in Naivasha, but tutakuwa tunashare naye his last experience, that is the Safari Rally that ilifanyika last year huko Naivasha. So bila kupoteza time nataka ni introduce ndio tuweze kuendelea na show kama kawaida. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Derek. Yeah. Natoka sehemu za Shanzu. Shanzu Mombasa. Shanzu ni kule Mombasa pale karibu hii prison inaitwaje? Huko prison Shimo la Tewa. Si hapo ndio karibu Shanzu? Shimo la Tewa. Hapo ni Shanzu. Nimefika hizo area. So venye ulikuwa unaniambia last year ulikuwa kwa na Safari Rally, so ulikuwa unataka kushare na sisi your experience there. So hebu tuambie kwanza nini ilifanya sana, nini ilikupea ile motisha ukasikia ni kama you want to be part of the event ama unataka kwenda kwa hiyo rally pia. Ni nini ilikuinspire sana ndio ukaenda kwa hiyo rally? What inspired me uko nyakati za nyuma miaka za nyuma. Yeah. We had those Safari Rallies. Yeah. Lazima ilikuwa ina bamba sana. Yeah. So niliamua sasa wacha niende nikaona live. Nione live tena, nijikumbushe tena, unajua. Yeah. Wazee ukumbuka tena wajua. Yeah, by the way hata mimi nakumbuka nikiwa mtoi huko home, hadi huko home kwetu Shago. Kwa Safari Rally zilikuwa zinapita mpaka huko. Yeah. Of late ndio nasikianga tu ziko Naivasha peke yake, but nakumbuka nikiwa mtoi kabisa zilikuwa zinapita hadi huko kabisa Shago kwetu huko kitambo, but of late nimekawia sana kuziona. Okay, na how was your experience there? How was the environment? Were you affected by the environment? Nasikianga maybe huko kuna baridi mob ama everything was just well? Baridi ilikuwa, maana unajua mimi nimetoka sehemu za joto Mombasa, unajua tena ni joto. Yeah. Lakini huko tulikuwa tumebeba sweater, tumebeba majamba huko. Yeah. So hakukuwa kubaya sana. Yeah. Alafu kuna ile zoezi movement. Tunatoka sehemu hii view hii, tunatoka kwa hii view tunaenda kwa ile view. Also views zilikuwa mzuri. So huko una kama mahali moja ulikuwa, so baridi yako inakupata sana. Yeah. Na maybe na accommodation hivi unasikia sometimes uko unapatanga hotels ziko fully booked wakati kuna mashindano kama huko Naivasha. So ulikuwa unalala, maybe wewe kama wewe accommodation yako ilikuwa ni wapi? Ulikuwa unalala wapi ama ulikuwa unaporeta je pale? Huko nilikuwa nalala kwa auntie. Yeah. Then the following day naamka. Yeah. Nilikuwa naamka naenda huko na tazama. Then tena narudi kwa auntie. Nilipatana na dem msopa mmoja. Yeah. Aliniambia ameachwa na boyfriend wake. Yani walispend the following morning. Yeah. Alijipata boyfriend ameenda. So alikuwa amehangaika hapo, tukapatana naye. Yeah. Tukabonga ndo tukajuana. Yeah. Then akanishow boyfriend anampigia simu hampati. Yeah. But akimpigia na simu nyingine inaingia. So ni kama alikuwa amemkata. Tukakuwa mabeshte. Yeah. Hapo tuka spend na yeye. After umepatana na nini exactly happen? Na ilikuwa maybe masaa ngapi hivi? Ilikuwa
saa 10 jioni. Saa 10 jioni. Yeah, na hapo nilikuwa solo. Yeah. Mimi nilienda solo. But hiyo saa 10 ni kama Mungu amejibu maombi yangu. Ulikuwa Bado nilikuwa na maombi gani? Maana tumepatana, make friendship. Yeah. Then tukaenda tukatafuta mahali tukapumzika. Yeah. For the next tukingoja the next day. So yeye sasa after kukuambia ako stranded, shida yake ilikuwa ni mahali pa kulala, alikuwa bado anataka kuendelea na hiyo mashindano ama alikuwa anataka maybe kitu kama fare arudi mahali alikuwa ametoka? Yeye mwanzo aliniambia anataka fare tu. Yeah. Ya kurudi huko home. But mimi nilimsaidia. Tukakaa hadi akasahau hiyo story ya fare. Yeah. Do yeah, tuka spend, then the following day tukazidi kuspend. Yeah. Na bado mkaenda naye bado kuendelea kuwatch hiyo mashindano. Tukaendelea kuwatch mashindano. Yeah. Naivasha ndio ikakuwa Vasha sasa. Vasha ikavasha. Vasha ikavasha. Na alikuwa ametokea maeneo gani maybe? Odem alikuwa ametoka side za Meru. Alikuwa ametoka side za Meru. Meru. Wow. All the way from Meru alikuwa amefika Naivasha na ana means za kurudi. Okay, alikuwa na huyo boy wake but bahati mbaya sasa ikakuwa hii. Ikakuwa hivyo. Yeah. Kulikuwa na vituko kwa hiyo rally. Yeah. Because first of all hiyo rally vile hizo magari zilikuwa zinakuja. Yeah. Ilikuwa scary. Maana mnyi mkitazama hiyo rally inaweza kuja ipige kona, ikose kona alafu ingie ndani ya watu. Sasa mimi ilikuwa ni kidogo tu nimeponyokea tu karibu ipite na sisi. Yeah. So hiyo siku ngoma karibu ipite na nyinyi. Yeah, karibu ipite na sisi but it is like funny, ni funny hivi. Yeah. Kidogo ukipita kwa kichaka utapata watu wamependana huko. Huko ukijaribu kidogo kupenya tu kidogo kwa kichaka unapata wawili. Huko kulikuwa ni hatari. Huko mwanzo nilipatana na mtu mwenye najua. Mtu mwenye namjua kabisa ni bibi ya mtu. Akiwa na mtu mwingine. Bibi ya mtu akiwa na huyo ni mtu kabisa najua ni your relative ama just a friend? Not a relative. Yeah. Not a relative but somebody who I know. So na ikakuwaje, alikuona ama ni wewe ulimuona tu? Mimi nilimuona lakini hakuniona. Kuna watu walikuwa wanalala kwa hiyo uwanja juu mimi sijai kuwa in that sijaienda hiyo mashindano but previously nilisikia kuna watu hadi walikuwa wanalala at the venue, hiyo venue ya hiyo mashindano. Yeah. Kuna utapata kama watu hata 200 300. Watu wanalala huko. So unaweza jipata umelala kando yako, umelala umeguzana hata na mtu. Huko hata uhitaji blanketi. Huko ni baridi lakini uhitaji blanketi. Mbona? Maana mmelala watu 300 kwa uwanja moja. Yeah. So watu walikuwa wanalala hata kwa matents ama hata nje mali hakuna kitu. Nje juu kulikuwa na mbalamwezi. Mwanzo ilikuwa scary. Yani ilikuwa scary maana kulikuwa na watu aina tofauti. Watoto, watu wazima. Yeah. So katika kule kutembea kwangu. Yeah. Unajua tena huko kuna misitu. Yeah. So nilitembea mwanzo nilifikiri nikaona kama ni gunia. Ni gunia ama ni kitu kama imewekwa ndani ya msitu. Yeah. Kusongea kidogo naona kama msitu inahama. Ukisema unaona kama msitu inahama hiyo iko na maana gani? Kumbe ni watu walikuwa wamejenga kitu kama kaandaki. Yeah. Si bado sijakuelewa. As in ilikuwa kama saa ngapi hivi na ukisema kitu kaandaki kuna maanisha nini? Ilikuwa mwendo wa saa 11 jioni. Wakati sasa mimi nilikuwa natoka ndio niende kwa nyumba. Yeah. Yeah. So what exactly uliona nini exactly? Hebu tuambie tu elaborate tujue ni nini exactly. Nilijaribu kukaribia maana nilikuwa naogopa. Yeah. Nikaona watu wametoka kwa kichaka. Kitu gani weird ama kitu kingine yenye uko unatarajia inaweza kuwa ina happen pale uliona yenye uko unatarajia maybe? Kule Vasha. Yeah. Mwanzo niliona gari ikitingika. Yeah. Gari inatingika. Nilikaribia. Yeah. Gari inatingika. Mwanzo mimi mwenyewe niliogopa maana kule kwetu Mombasani. Yeah. Nilifikiri kama ni mambo ya mazingaombwe. Yeah. So nilistuka sana kuona gari ikitingika. Lakini little did I know kumbe
kuna mechi ilikuwa inachezwa. Ulijuaje ni mechi? Juni gani ilikuwa inatigika? Na wewe mwenyewe unasema ulikuwa unafikiria Mazinga huko. How comes ulikuja ukaconclude kwamba ni mechi? Ama ulikaa hapo ukangoja what nini nilikwambia kwamba ilikuwa ni mechi ilikuwa inaendelea? Okay, maana ile nilisikia nilipokaribia zaidi nilisikia sauti. Maana kulikuwa na kioo cha pande ile nyingine, ile side nyingine ilikuwa imefunguliwa. So ilikuwa nasikia sauti ya kilio. Sasa ndio nikajua hapa kuna kitu inaendelea. So what did you do, ama ulifanya nini baada ya kuona kuna mechi inaendelea hapa? Mimi nilijiendea zangu. So hiyo ndio kitu ilikushtua sana. Huko unexpect kitu kama hiyo. Hadarani, na ilikuwa kama saa ngapi hivi? Sikudhamiria mambo kama haya. Ilikuwa kama saa ngapi hivi? Ilikuwa saa 11:30. Hapo. Mchana, hiyo ni ya jioni hiyo. Kwanza ni kama it was like hiyo gari wajua ilikuwa inatingika, sasa mbele ni kama ilikuwa inataka kuinuka. Ilikuwa inatingika. So unasema ukasonga karibu paka ukasikia sauti. Okay. Ilikuwa gari ya Probox hivi. Na hiyo tu gari moja uliona, ama ilikuwa cases hizo several ulishuhudia kule? Hiyo ilikuwa the that day. Kwa hiyo safari ile. Sasa hiyo siku nyingine, the second day, the same thing niliona. Kwa gari nyingine tofauti. So ni kama ni kitu ilikuwa ni kawaida pale. It's like something which is usual there. So pale unaona ni kama hiyo ni kitu ya kawaida inafanyika pale. Ni kitu ya kawaida. Na sasa maybe kwa mtu hajaenda huko ama mtu anafikiria kwenda next time, ni nini unaweza mshauri maybe? Mimi ningemshauri tu aende na gari lake pia. Ni sawa, aende na gari lake afanyie nini? Bana mimi pia nilitamani kuwa na gari langu. Mbona unafikiria watu wengi wanapendanga hiyo mashindano ya Safari Rally? Ni mahali pazuri. Maana it is a social place. Penye watu tofauti wanapatana. So it's like ni sherehe. Ni sherehe, ni tamasha. Ni sherehe na Wakenya na sherehe hawezi. Wakenya na sherehe. So ndio maana hata wametokea huku ni kama inakaa iko Kenya permanent. Iko Kenya permanent, maana pia wazungu they like that. Wazungu pia wanapenda Kenya maana. Alafu pia nasikia environment ya huko at least ina favor hiyo competition, kuna hiyo milima mabonde. So hizo safari zikiruka zinateremka, zinaruka zinateremka. Na hiyo ni kitu na ground natural, si ile ya kuunda. Sio ile ground ya kuunda. Okay, ni sawa. I'm so grateful by the kukam kwa show siku ya leo na kukuja kushare your experience na sisi. Na I hope pia next time ukiwa na maybe anything else unataka kushare na sisi. So much welcomed kwa show bado. Asante sana kutake your time kukuja. Until next time.